Papa Francis, aliyezaliwa Jorge Mario Bergoglio, anatoka katika jiji lenye shughuli nyingi la Buenos Aires, Argentina. Hadithi yake inaanzia mbali na fahari ya Vatikani, ikiwa imejikita ndani kabisa ya mtaa wa watu wa kawaida. Jorge alizaliwa Disemba 17, mwaka 1936 na wazazi wahamiaji kutoka Italia. Baba yake, Mario Jose Bergoglio, alifanya kazi katika reli, huku mama yake, Regina Maria Sivori, akijitolea maisha yake katika kuwalea watoto wao watano. Kukua katika familia ya kawaida, Jorge alijifunza maadili ya bidii, unyenyekevu na huruma, sifa ambazo zingekuja kufafanua maisha yake na upapa wake. Maisha huko Buenos Aires yalijawa na upendo wa kifamilia na shughuli za jiji. Kijana Jorge alikuwa mtoto mwerevu na mdadisi, akivutiwa na masomo yake na utamaduni unaomzunguka. Alifurahia kusoma, kusikiliza opera, na alikuwa shabiki mkubwa wa klabu ya mpira wa miguu ya San Lorenzo. Hata hivyo, maisha hayakuwa bila changamoto. Argentina ilikabiliwa na matatizo ya kiuchumi, na familia ya Bergoglio, kama wengine wengi, ilikabiliwa na magumu yao. Uzoefu huu wa mapema ulimtia Jorge huruma kubwa kwa maskini na waliotengwa, jambo ambalo lingekuwa msingi wa huduma yake. Safari yake ya upadre haikuwa ya moja kwa moja. Kabla ya kujiunga na seminari, Jorge alisomea kemia akivutiwa na sayansi. Hata hivyo, hivi karibuni alihisi wito mkuu ukimwita. Akiwa na umri wa miaka 21, aliamua kujitolea maisha yake kwa Mungu na akajiunga na shirika la Yesu, Wajesuiti, wanaojulikana kwa umakini wao wa kiakili na kujitolea kwa haki ya kijamii. Uamuzi huu ulikuwa hatua muhimu katika maisha yake, ukimweka kwenye njia ambayo hatimaye ingempeleka kwenye ofisi ya juu zaidi katika kanisa Katoliki. Wajesuiti, kwa msisitizo wao juu ya huduma na haki ya kijamii, walithibitika kuwa uwanja mzuri wa mafunzo kwa Papa Francis wa baadaye. Walimtia ndani kujitolea sana kuwahudumia maskini na waliotengwa, maadili ambayo aliyakubali kwa moyo wote. Safari ya Jorge Bergoglio kama mjesuiti ilianza na miaka ya mafunzo makali ya kitaaluma na kiroho. Alisomea falsafa na theolojia, akijifunza kwa undani mila za kiakili za kanisa. Alikumbatia msisitizo wa Wajesuiti juu ya utambuzi, mazoezi ya kusikiliza mapenzi ya Mungu katika mambo yote. Nidhamu hii ya kiroho ingekuwa alama ya mtindo wake wa uongozi, inayojulikana kwa tafakari ya kina na nia ya kusikiliza sauti mbalimbali. Kufuatia kuwekwa wakfu kwake kama kasisi mnamo mwaka 1969, Padre Bergoglio alianza huduma yake ya kichungaji, akihudumu katika nafasi mbalimbali ndani ya shirika la Wajesuiti nchini Argentina. Alifundisha theolojia, aliwahi kuwa mkuu wa seminari, na hatimaye akapanda cheo hadi kuwa mkuu wa Wajesuiti nchini Argentina. Katika majukumu yake yote, alionyesha mara kwa mara wasiwasi mkubwa kwa maskini na waliotengwa, mara nyingi akitembelea makazi duni na kutetea haki ya kijamii. Aliamini katika kanisa la maskini, kanisa linalokwenda pembezoni mwa jamii kuwahudumia wale walio na mahitaji makubwa zaidi. Mojawapo ya vipengele vinavyoifanua huduma ya Padre Bergoglio ni unyenyekevu na urahisi wake. Alichagua kuishi maisha ya kawaida, akikataa mitego ya hadhi na mamlaka. Alipenda kuishi katika nyumba rahisi, kupika chakula chake mwenyewe, na kusafiri kwa usafiri wa umma. Alijulikana kwa kutumia saa nyingi kuwatembelea wagonjwa, kuwafariji waombolezaji, na kuwapa tumaini wale waliokuwa wamepotea njia. Matendo yake yalizungumza zaidi kuliko maneno, yakionyesha ujumbe wa Injili wa upendo na huduma. Kujitoa kwake kwa maskini hakukuwa wazo tu, ilikuwa imejikita katika matendo yake ya kila siku na mwingiliano. Aliwatafuta wale wanaoishi pembezoni mwa jamii, akisikiliza hadithi zao, akishiriki mizigo yao na kuwapa heshima. Aliamini katika kuwawezesha maskini, si kutoa misaada, na alifanya kazi bila kuchoka ili kujenga jamii yenye haki na usawa zaidi. Mwaka 1998, Padre Bergoglio aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires, nafasi iliyokuja na majukumu na changamoto kubwa. Argentina bado ilikuwa ikirejea kutokana na athari za mzozo wa kiuchumi, na kanisa lilikuwa likipitia mapambano yake ya ndani. Akiwa askofu mkuu, Bergoglio aliendelea kutetea haki za maskini, mara nyingi akizungumza dhidi ya dhuluma ya kijamii na ufisadi. Mtindo wake wa uongozi, unaojulikana kwa unyenyekevu, urahisi, na uhusiano wa kina na watu, ulimfanya apendwe na wengi. Alijulikana kwa uchangamfu wake, ucheshi wake, na uwezo wake wa kuungana na watu wa kila aina. Alipenda kuitwa Padre Jorge badala ya ukuu wako, ishara ndogo iliyosema mengi kuhusu unyenyekevu wake na upatikanaji wake. Dunia ilitazama kwa mshangao Machi 13,
mwaka 2013, moshi mweupe ulitoka kwenye chimney cha Sistine Chapel, ukiashiria kuchaguliwa kwa papa mpya. Kutangazwa kwa jina Jorge Mario Bergoglio kulitumwa wimbi la mshtuko kupitia uwanja wa Mtakatifu Petro na zaidi. Hakuwa tu papa wa kwanza Mjesuiti, lakini pia alikuwa wa kwanza kutoka Amerika, ushuhuda wa uwepo unaokuwa wa kanisa katika ulimwengu unaoendelea. Uamuzi wa Papa Francis, aliyechaguliwa hivi karibuni, wa kuchukua jina la Mtakatifu Francis wa Asisi, anayejulikana kwa kukumbatia kwake umasikini na upendo wake kwa viumbe vyote, ulikuwa ishara wazi ya mwelekeo aliyokusudia kuchukua kanisa. Kitendo chake cha kwanza kama papa, kuchagua kupanda basi na makardinali wengine badala ya gari la papa, kiliimarisha zaidi sura yake kama kiongozi mnyenyekevu na wa chini. Upapa wa Papa Francis umewekwa alama na hisia kubwa ya uharaka na kujitolea sana kwa mageuzi. Ametikisa urasimu wa Vatikani, akiitaka uwazi na uwajibikaji mkubwa. Amepinga kanisa kuachana na mwelekeo wake kwenye mambo ya ndani na kushirikiana kikamilifu zaidi na ulimwengu, kushughulikia masuala kama vile umaskini, usawa, mabadiliko ya hali ya hewa na mgogoro wa wakimbizi. Ujumbe wake wa rehema na huruma umewagusa watu wa imani zote na wasio na imani. Amewafikia waliotengwa na waliosahaulika, akiitaka kanisa jumuishi zaidi linalowakaribisha wote, bila kujali asili yao au imani zao. Upapa wake umekuwa pumzi ya hewa safi, ukumbusho kwamba kanisa liko katika ubora wake linapokuwa mwanga wa tumaini na bingwa wa maskini na waliokandamizwa. Msisitizo wa Papa Francis juu ya mazungumzo na kukutana umesababisha mafanikio ya kihistoria. Alichukua jukumu muhimu katika kuyeyuka kwa uhusiano kati ya Marekani na Kuba. Amekutana na viongozi wa imani nyingine, akikuza mazungumzo na uelewano kati ya dini. Ametoa wito wa amani na upatanisho katika maeneo ya migogoro kote ulimwenguni, akiwasihi watu kuchagua njia ya mazungumzo na msamaha badala ya vurugu na chuki. Urithi wake bado unaandikwa, lakini jambo moja ni hakika: Papa Francis ameacha alama isiyofutika katika kanisa Katoliki na ulimwengu. Ametupa changamoto kuishi maisha rahisi, kutunza nyumba yetu ya pamoja, na kupendana kwa huruma na rehema ile ile ambayo Mungu ametuonyesha. Ujumbe wake ni wa tumaini, wito wa kuchukua hatua, na ukumbusho kwamba hata katika ulimwengu uliojaa giza, mwanga wa upendo bado unang'aa sana.